Amina alizaliwa katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na mashamba. Alikuwa na wazazi maskini, lakini alijua kuwa elimu ndiyo njia pekee ya kutoka katika hali hiyo. Alikuwa na ndoto ya kuwa mtaalamu, lakini hali ya maisha ilikuwa ngumu sana. Alikuwa akitembea umbali mrefu kila siku kwenda shule ya kijijini, akifanya kazi ya nyumbani na shambani kabla na baada ya masomo. Alikuwa na jitihada kubwa, akiwa na matumaini ya siku moja kuweza kujiunga na chuo kikuu na kufikia malengo yake. Baada ya kumaliza shule ya msingi, alifanikiwa kujiunga na shule ya sekondari na kujitahidi sana katika masomo. Hata hivyo, alikumbana na changamoto nyingi. Familia yake ilikosa fedha ya kumsaidia na alijikuta akifanya kazi mbalimbali za kujikimu ili kumudu gharama za masomo. Hali ilikuwa ngumu zaidi baada ya kumaliza shule ya sekondari na alikosa udhamini wa kusoma kwa njia rahisi. Hata hivyo, alijitahidi sana na hatimaye aliweza kujiunga na chuo kikuu mjini. Lakini maisha ya mjini yalikuwa tofauti na yale aliyotarajia. Aliingia kwenye mzunguko wa pombe na maisha ya uasherati, akijaribu kutafuta furaha kwa njia zisizo sahihi. Alijikuta katika hali ya kutofahamu hatima yake, akiwa amejaa huzuni na mikasa mbalimbali ya maisha. Ingawa alifanya bidii masomoni, aliweza tu kuendelea hadi mwaka wa 3, huku akijua kuwa maisha yake hayakuwa kama ilivyokuwa ameyapanga. Hapo ndipo alikutana na rafiki yake mpya, Fatma, ambaye alikuwa na mtindo wa maisha tofauti kabisa. Fatma alijua machungu ya maisha, lakini aliweza kupambana na mazingira yake kwa hekima na uvumilivu. Fatma aliona uchungu wa Amina na alijua kuwa msichana huyu alikuwa na uwezo mkubwa, lakini alikuwa akikosea njia. Fatma alimsaidia Amina kuelewa kuwa furaha haikuji kupitia pombe au uasherati, bali kwa kujithamini, kumjua Mungu na kufanya kazi kwa bidii. Fatma alisaidia Amina kupata msukumo mpya wa kujiimarisha katika masomo na kufuata njia sahihi. Amina alijua kuwa ilikuwa ni wakati wa kubadilika. Aliamua kutafuta msaada wa kiroho na kisaikolojia. Akachukua hatua za kujiondoa katika vishawishi vya mjini. Alienda katika miongozo ya Fatma na alianza kujitahidi tena katika masomo yake. Aliweka malengo mapya akizingatia kuwa elimu na nidhamu ndiyo ingekuwa njia yake pekee ya kutimiza ndoto zake. Kwa msaada wa Fatma, Amina alijitahidi hadi akamaliza masomo yake kwa mafanikio. Alipata shahada yake na alirudi kijijini kwa heshima kubwa, akiwa amebadilika kabisa. Aliweza kuanzisha miradi ya kusaidia wasichana wa kijijini, kuonyesha kuwa hakuna kilichoshindikana iwapo watakuwa na ndoto na bidii ya kutimiza. Hadithi ya Amina ni ya matumaini. Inatufundisha kuwa maisha yana changamoto, lakini pia yana nafasi ya kubadilika na kujenga upya. Ndoto za kweli za Amina zilikuwa na maumivu ya safari, lakini alijua kuwa alikuwa na uwezo wa kuzitekeleza kwa msaada wa watu wazuri kwenye maisha yake. Fatma alikuwa rafiki aliyemsaidia Amina kugundua nguvu yake ya kweli na kuishi kwa namna bora. Hadithi hii inaletwa kwako nami wako Daniel Watani.